Kwanza kabisa nataka niwaambie Mungu hamtupi mja wake mwenye imani na dhamira ya kweli kutoka moyoni. Haijalishi mwanadamu huyo nyinyi mnamchukuliaje, lakini kwa Mungu kuna kusudi. Hongera sana Wema Sepetu kwa kupata mtoto, lakini nawatia moyo wanawake wote Tanzania ambao wana uhitaji wa watoto, wamehangaika kwa muda mrefu. Wasikate tamaa mbele za Mungu. Mungu wetu ni wa ajabu sana, huwa anafungua milango pale usipotarajia. Kwa hiyo Mungu huwa hamtupi mja wake. Lakini leo sasa nataka tuongee kuhusu hawa machekibobu wa kimagharibi, hawa kina Nuru, kina Salungi, kina Mange na wengine wote, na machekibobu vibaraka wa watu wa magharibi ambao wanaishi katika ardhi yetu ya Tanzania, ambao wamejivisha mgongo wa wanaharakati na vyama vya siasa hususan vya upinzani. Hawa kina Heche, kina Lema, kina Mnyika na wengine wote. Nataka tuwaongelee hawa kidogo. Hivi ni pesa kiasi gani mnalipwa? Tunajua mchongo dunia hii dunia ni kila mtu ana michongo yake, na si vyema kuingilia michongo ya watu, si vyema kabisa. Lakini kuna baadhi ya mambo yanayogusa maslahi mapana ya taifa. Ni vyema Watanzania kuulizana maswali magumu. Tunajua ndugu zetu mmepata mchongo wa kimagharibi, mmepata mchongo kutoka watu wa magharibi, mnalipwa fedha. Hivi nyinyi vijana mshawahi kujiuliza wale machekibobu wanaoishi ghaibuni wanapata wapi pesa ya kushinda mitandaoni, kupata airtime kubwa? Unajua mtaji wao ni nini? Mtaji wao ni kamera na asila yako. Wanapokuchochea wewe ukareact kuhusu taifa lako, wewe ndio mtaji wao. Tunajua mataifa mengi duniani, hususan yale yenye uchumi mdogo na udogo wa kijeshi, ambayo yamebarikiwa rasilimali nyingi katika mataifa hayo, hususan taifa letu la Tanzania, endapo viongozi wake na serikali yake itasimama kidete kulinda maslahi mapana ya taifa letu na kuhakikisha wanyonyaji hawapati mwanya, na kuwapitia mikataba yote iwe na maslahi mapana ya taifa kwanza kabla ya wanyonyaji, nchi hiyo huwa inapitia kwenye migogoro mingi sana. Na migogoro hiyo uzaliwa kupitia wanaojiita wanaharakati waishio ghaibuni, wanafadhiliwa, wanapewa pesa na kuanzisha harakati kwenye madhaifu madogo madogo ambayo yanajitokeza katika taifa lao, hususan taifa letu Tanzania. Hatusemi viongozi wetu ni wakamilifu, kuna changamoto ambazo bado zinatatuliwa. Watu wanatumia mgongo wa changamoto hizo kukupandikiza chuki wewe, lakini lengo lako na lengo wanaowatuma ni malengo matatu tofauti. Nataka nikwambie mataifa mengi duniani yameangamia kwa kupitia hawa watu wanaojiita wanaharakati. Wanakuja na wimbo mzuri, haki yako, kiongozi huyu hatufai, lakini lengo na kusudi ni kuipressurize serikali. Na hii dili mmeipata nyinyi ya kuipressurize serikali, ya kuwapressure viongozi ili nchi sitawalike, wakakubaliane na mikataba dhalimu, mikataba itakayowaumiza Watanzania vizazi na vizazi. Waliowatuma ndio lengo lao. Japo nyinyi mbele ya umma na macho ya watu katika kamera mnawaaminisha haki, kiongozi huyu hatufai, mabadiliko, lakini ndani yake hakuna mabadiliko namna hiyo. Niwaulize Watanzania, wale wanaharakati wa Libya wako wapi? Je, yale ndio mabadiliko waliyotaka? Je, ile ndio haki walioipata? Na wale wanaharakati wako wapi? Wamelipwa? Hasa nataka niwaulize nyinyi kina Lema, ni fedha kiasi gani mmelipwa? Jana katika pita zangu mitandaoni nimekutana na hii video hapa. Nataka Watanzania wote tuisikilize alafu tuendelee. Kwa hiyo shule tukichoma sasa hivi tumepata namba kubwa ya tarehe 7. Sasa hivi hiyo tuifanye sasa hivi. Sio tunasubiri 7. Tunafanya sasa hivi. Shule ndo wazazi wote watajiunga kuja. Tumeni shule za primary, sekondari, kuna vyuo vya private, kuna vyuo vya serikali. Tupige nari, yani nchi yote izizime kwamba hakuna kwenda shuleni, hakuna kwenda darasani, tukae tujihojiwai, tuko hapa. Sio tukae wakati sisi tunaandamana kudai watu wasitekwe wasifanyaje, ndio huo muda wazazi nao watanyanyuka wao wakijua wanaenda kudai shule zao zimechoma zimefanyaje. Hapo ndo tumeungana. Sasa tuone watangusa nani. Nadhani hii dhamira yao wewe umeisikia, kwamba wachome nasari, wachome sekondari, wachome vyuo, na lengo na kusudi ni kukupanikisha wewe. Pale wewe utapoona shule zimechomwa, wamezichoma wao, wanapiga nari, wanasema
Alafu wewe mama wa Kitanzania, wewe baba wa Kitanzania, wewe kijana wa Kitanzania, utatoka kulalamika shule zimechomwa, serikali haioni, lakini wachomaji ni hawa hapa. Tunaomba vyombo vya ulinzi na usalama wafuatilie video hizi, dhamira zao sio njema. Hivi ni fedha kiasi gani nyinyi mmelipwa? Enyi wa Tanzania, tuamke sasa, tusimame na serikali yetu. Tunajua hawa mabwana wamepewa kazi ya kuiplace serikali. Mkitaka nchi hii tawalike sasa, nyuma ya pazia haya, kubalini mikataba hii, kubalini maslahi haya. Hii mbinu ya watawanye, wagawanye, tuweze kuwanyonya ni mbinu inayotumika katika mataifa mengi kuangamia. Tanzania, amka, amka, amka kabisa. Ukiwaona mitandaoni huko wamevaa mavitu yao, utasema ni watu wa maana, wanakutakia wewe mema. Hapana, wanataka wewe ukivunjika mguu, wewe ukifa, wewe ukikosa maradhi, wewe ukiwa mkimbizi, wao wapate video, picha mnato, wapate video, wakaiambie wale waliowatuma, mnaona tumefanya hivi, mnaona, wanaonyesha kwenye simu, mnaona. Alafu wao kina Nuru wanapewa fedha. Walishakugawia? Ndugu yako alipovunjika mguu walikutumia hela? Je, wale ambao wamepotezwa biashara zao zimechomwa moto wameongezea mtaji? Bado unabaki peke yao. Waathirika wa kweli kabisa ni mimi na wewe, maana tunapishana vipato na utafutaji. Wapo wanaokula wanachotaka, wapo wanaokula wanachokuta. Tupo sisi wasakatonge tunaokula tunapopata. Riziki yetu lazima tutoke. Wao wanataka machafuko. Unatoka kwenda kufanya wapi biashara? Wewe bodaboda, unatoka kuendesha wapi bodaboda yako? Wewe mama ntilie, utatoka wapi kumuuzia mtu chakula? Na wewe unayekula kwa mama ntilie, utatoka wapi kwenda kula chakula? Ewe mkulima, utakwenda vipi kwenda kulima? Ewe mwalimu, shule zimechomwa, utakwenda wapi kufundisha? Wanataka kuchoma shule. Hivi wamewafikiria watoto wadogo ambao hawajui chochote? Hivi ni fedha kiasi gani nyinyi mmelipwa kina Heche? Ni fedha kiasi gani hizo zinawatoa utu na uzalendo wa taifa lako? Kuna wengine mpaka wanavuka mipaka, wanasema ni heri wazungu waje watutawale na kutuongoza. Kweli kweli maneno haya unayosema wewe Heche? Kweli? Watanzania tuamke. Hakuna wa kulijenga taifa hili zaidi ya mimi na wewe. Kama kweli nyinyi kina Heche, kama kweli nyinyi wanaharakati na mnaoishi ughaibuni na mnapewa hifadhi, kama nia na dhamira yenu ya kweli kabisa kutoka moyoni kuja kulijenga taifa hili na Mungu anawaoneni, kwa nini hamtaki maridhiano? Maana taifa hili tutalijenga wenyewe. Kama tuna matatizo yetu tutayaongea wenyewe. Kwa nini hamtaki maridhiano? Haya yalito